Leo nataka tuzungumze jinsi ya kufanya comparative analysis, ambapo comparative analysis ni one of the analysis tunayoifanya chini ya kipengele cha performance and capacity analysis, ambapo kwenye hii dhumuni letu kubwa ya kufanya hii analysis ni kucompare institution yetu with the other peer institution. Tunataka kujilinganisha taasisi yako na taasisi nyingine ambayo inafanana katika majukumu yake. Sasa kuna kuwaga na changamoto, kwa mfano kwenye zile regulatory authorities unakuta kwenye nchi ndio nyie tu unajilinganisha na nani. Najua kwenye level ya local government au regions easy, unaweza kujicompare mkoa mmoja na mkoa mwingine, lakini ukifika kwenye wizara also it's easy kwa sababu mnaweza kuna mambo mengi yanafanana. Lakini ukifika kwenye organizations kama hizi regulatory authorities, sometimes it's very difficult. Yani huwezi ukacompare say TMDA na TRA. Ni zote ni authority, lakini wanavyovifanya vinatofautiana sana. Unless kama unaangalia best practice kwenye maeneo yale labda ya management, kwenye maeneo ya mifumo on all the things, lakini kama unamaana kwenye zile regulatory laws inakuwa difficult. Sasa unafanya hivyo ili uweze kufuata. Issue ni kuweza kuidentify gaps ambazo wewe unazo. Mind you, hapa interest ni wewe kupata kitu kipya. Usiwe unapenda kutafuta wale ambao umewazidi every time. Utakuwa ugrow. Kwa unaangalia afu uone wenzako wako vizuri wapi, ili sasa na wewe uweze kujifunza kutoka kwao. Alafu baadaye tutakuja kulearn na kuadapt best practices ambazo tumeziona wenzetu wanazifanya, na mwisho tunakwenda kuimprove strategies and targets kwenye mpango wetu mkakati tunaouandaa. Kwa hiyo wakati tunafanya strategic planning, hii kitu ni muhimu sana kwa sababu inatusaidia kuprovide external reference for performance. Tunakuwa tuna reference au ni benchmark ya performance yetu ukilinganisha na taasisi zingine, lakini tusaidia kusupport realistic and competitive target setting. Inatusaidia ku-identify best practices for adaptation, lakini pia inatusaidia ku-strengthen our strategic positioning. Na of course masuala ya collaboration kama umefanya na nchi zingine. Watu wanapenda sana kufanya nchi moja na nchi nyingine. Kwa hiyo una-identify kwenye nchi nyingine ya jirani, kwa hasa kwa zile regulatory authorities au agencies. Steps ndio hivyo, unatakiwa identify comparable institution, pia tunaita benchmark. Anaweza kawa zaidi ya moja. Halafu una select key performance indicators, maeneo ambayo unataka ujiassess. Una collect benchmark data, una compare performance across hizo institutions mbili kwenye hayo maeneo uliyochagua. Una identify performance gaps, una analyze best practices from top performers. Halafu una assess relevance to local context ya hayo yaliyokuzidi. Usije ukawa unajilinganisha na mataasisi ya nchi za dunia ya kwanza huko Amerika, Europe. Wewe uko kwenye nchi ya dunia ya tatu huku, unakuwa sometimes sio comparison nzuri sana. Then una develop adaptation strategies. Kwenye hilo output ni benchmark matrix ambao utaijaza kwenye format kama hii hapa. Unakuwa umeweka comparator institution hapa, umeweka areas ambazo umejicompare nao, indicator au practice uliojaribu kujicompare nao, benchmark performance, current position, gap identified, best practices, adaptation. Na not necessarily iwe taasisi ya nje. Of course kuna mambo ambayo hapa nchini unaweza kujifunza kwenye taasisi ya mwenzako, mambo ya kiuongozi, mambo ya mifumo, lakini kwenye yale ambayo ni ya regulatory ndio unaweza kujikuta huna mtu wa kujilinganisha naye, then unaweza kwa mix. So ni tool ambayo pia ipo kwenye mwongozo wangu ambao nimeuandaa na nimeiweka pia kwenye module hii hapa chini kwenye lesson hii. Ukimaliza tu utaikuta hapo, utaidownload uone namna ambavyo unaweza ukaitumia kuimprove strategic plan ambayo I'm sure sasa hivi ndio mnaendelea kuitengeneza au mnaendelea kuikamilisha. Otherwise nawatakieni siku njema, tuonane katika kipindi kinachofuata.